these things. Can we engage kwa history ya title? Juu amesema wana title. Tunaweza anzia hii title tafadhali tu, tuanzie tu conversation ya title hata kabla tuende kusoma comments tafadhali. And I think Mofam also needs to input on that, tuliambiwa hivyo. So maybe Mofam hata kama ni kuengage Mofam aanze tuanze tu na ile title. That's why I gave you the microphone. Okay. Kindly be the moderator. Yes. Okay guys. Be the moderator and do the legit thing in a right way. It's okay. So Mr. Mofam, thank you so much for you availing your time. So the people are concerned that the family of Kaluma watapata title, because I am of the idea maybe even if they feel that place is also not fit for them, venye anasema sijui kunatoka bego, si wakiwa na title wanaweza hata uza hiyo shamba in the future years if there is need. Maybe they are feeling limited that they don't have titles, and the people are also feeling concerned because wamelipa nyumba na nyumba inakamilika iko 90%. Can you please update us about the title of the land ya kina Kaluma kindly? Mofam, kindly if you can unmute. Mofam, hapo chini kuna mahali unaweza unmute hapo kwa screen yako. Nimekutumia hiyo request. Tafadhali accept. Singe mute. Sijui kama ataweza ku unmute tafadhali. Mofam, unaweza unmute tafadhali. Tafadhali Mofam, hatukusikii. You need to understand that hatukusikii sahi. Kwa hiyo box thank you daddy. Tuende nalo. Wacha nataka kuongea kuhusu Karuma. Amesema plot hiyo zenye niliwapatia hiyo wakati ilikuwa inauzwa 300 na nikawapatia na 500. That is wrong information. Hiyo plots zilikuwa zinauzwa 500 na mtu mmoja mwenye amenunua hiyo plot ni Shamata Hospital na neighbor yao na Dongo PA wa Bishop Hiram na watu kama waine wa kutoka Canada. Their neighbors. Wamenunua hizo plot 500,000. Kwa hivyo Karuma, hiyo ni information mbaya sana ya kusema ati plot ilikuwa inatoka 300 na mimi nikasema 500. Plot ilikuwa inatoka 500 na nimesema Shamata Hospital juu ako na plot mbili hapo, ataweza confirm alinunua pesa ngapi. Dongo Joyflex ako na plot mbili, aseme alinunua ngapi. Hiram ako na plot moja, aseme alinunua pesa ngapi. Hawa wote waseme plots walinunua pesa ngapi. Kuhusu shamba hiyo yenye Karuma anasema ati hiyo wakati ilikuwa inatoka 1.2. Hiyo shamba haikuwa iuzwe pa eka, ilikuwa iuzwe pa plot, 300,000 per plot. Kwa hivyo shamba ilikuwa inastahili iuzwe 2.4 million. Juu ilikuwa 300 per plot. Lakini shamba wakaichukua na 1.5 kulingana na mwenyewe venye alikuwa ameuza. Kwa hivyo hapo Karuma umekosea na kupatiana information yenye haifai. Juu hata saa hii mkisema ati tuna hiyo shamba tutaweza iuza tumalizie nyumba ya mama Karuma. Juu mimi sio mkorofi na mimi sio tinapenda pesa. Hatuwezi irudisha 2.5 1.5 venye ati walinunua. Hiyo shamba tutaikatakata plot na tutaiweka per plot tutaiweka per plot 300 na 300. Kwa hivyo zile pesa hata wataweza rudishiwa sio 1.5, itakuwa 2.4. Hiyo ndio ile pesa wataweza rudishiwa kama mtaweza decide tuiuze, na tutaweza decide hata tuiuze nusu iuzwe hizo plot 300. Hiyo ni 1.2. Hizo 1.2 basi wapatiwe the balance, nusu eka ibaki. Kuhusu title nilikuwa nime process, lakini wakati imeanza kuchipuka mambo ya shamba itaweza uzwa, hapo nika stop. Juu nilikuwa ninataka kujua the owner of the land ni Karuma, ni baba yake ama ni mama yake. I stopped processing the title.
juu title ilikuwa iprocessiwe Karuma na mama yake, na ndio wawili wanataka wauze shamba. Kwa hivyo I stopped na nikasema ninataka kujua ni nani anastahili aandikwe shamba, either ni wote watatu mpaka baba yao. Kwa hivyo mambo ya title mkiconfirm hapa mwenye anastahili kuandikwa title hiyo ya nyumba, within 3 days nitaiproduce hapa juu documentation zake zote zimeisha. Ile title itaweza kuwa na dre ni ile ya 1 acre. Juu the 1 acre hiyo shamba ilikuwa ya succession, ndio imemaliziwa succession na ilipewa baka grant na title ndio imetolewa kwa jina ya huyo mzee mwenye alituuzia. Juu hapo mimi mwenyewe niko na shamba ingine ilikuwa imeshikana nayo. The whole land ilikuwa 3 acres. Kwa hivyo the 2 acres nimeziuza 300 per plot na hizo zimeisha. Hata wenyewe wamegojea title. Kwa hivyo hiyo process ya hiyo 1 acre ya title hiyo iko hold. Nafikiria in 2 weeks or 3 weeks or 1 month the 1 acre mukidecide ni nani ataandikwa title, hiyo title nitaiproduce. Kitu ya tatu, wakati Karuma alikosa kuwa anaenda shule, amekuwa hapa Nairobi kwangu, na nikaambia Bishop, ni sisi tumekuwa tukilipa mtu wa kufanyisha baba yao exercise. Nikaambia Bishop, tunastahili to stop. Badala Karuma ashidage hapa kwa nyumba, aende arudi kule nyumbani afanyishage baba yake exercise ya kumsungusha, ndio tuache kulipa the 15,000 per month. Ndio hiyo 15,000 itaweza saidia na kumalizia nyumba. Mtu ako na swali ingine aniulize. Nataka tu kuuliza tu kwa hiyo pati ya shamba tu kidogo kama unaweza niruhusu. Asante sana, umesema una process titles and that is very good. Swali tu nataka kuuliza, juu hizi shamba zilinunuliwa na nyakati shamba zinanunuliwa kuna kitu inaitwa sales agreement. Kuna sales agreement, na kama kuna sales agreement iko na jina hii familia kina Kaluma, na kama ulikuwa na process una process title, kuna hiyo process lazima uende kwa board kupata consent. Were they involved kwenda kwa board? Hatujafika kwa consent. Okay, so which means bado mjaanza process title. Process ya title mimi nilikuwa kuiseparate from, ilikuwa shamba kubwa. Nilikuwa na iseparate. Unafanya subdivision. Yes. Sasa subdivision imeisha. Plot ziko peke yake. Plot moja mimi niliwapea free. Kwa hivyo saa hii ziko ready. Mkisema ni nani anastahili kuandikwa kwa title, hiyo within 3 to 4 days title nitaweza produce kwa mwenye. Kuna sales agreement. Sales agreement iko? Sales agreement hakuna. Sales agreement lazima iko because that's a very very important document. Hiyo lazima ikuwe. Sales agreement ndio nimekuambia, mkisema ni nani anastahili kuandikwa kwa title, atapatiana kopi ya ID na PIN. Unaona hakuna venye Nyeri tunafanyaga special board. Haina shida, naelewa special board na normal board. Yes. So hakuna, unaona, kabla title liende, the process ya kuweka title kwa jina ya mtu, first of all, hata kabla mnaenda board, your special board, mtaulizwa shamba mnapeana kwa njia gani. Kuna process ya kupeana shamba kuuza na kuna gift. Hii shamba mnapeana through gift ama shamba ilikuwa inauzwa. Na kama inauzwa, there's a document inaitwa sales agreement. Those documents has to be produced before kama ni special board ama normal board. Because that is the only evidence inaonyesha wakina Kaluma walinunua shamba. A title does not show that walinunua shamba because mtu anaweza kuwa na title alipatiwa shamba kama gift. Unaelewa? So he needs to have that sales agreement yenye inaonyesha hii title niko nayo courtesy of kununua shamba ama nilipatiwa shamba kama gift. So that is very important.
sales agreement ya shamba yenye haijatengenezwa ni ile ya shamba ya gift, but the others ziko. Kwa mara ya mwisho hizi shamba yenye mnasema kuna yenye ilinunuliwa sijui 500,000, kwenye ilinunuliwa 1.5 million before anything, the first thing yenye inafaa ianze kabla chochote ifanyike ni sales agreement. Unaelewa? Ya hii 500,000 wanaandikiana, wanika muhuri. Ya hii 1.5 wanaandikiana, kila mtu wanika muhuri, na kuna kwa na witnesses. That is a very very important document when it comes to buying land. We cannot do without it. Ndio nimekwambia. Nani alisema agreement? Juu hakuna kitu kama hiyo Mofam ulituambia. Wait, nani? Okay, swim. Kaluma, do you sign agreement with the Mofam about ukibai samba? Did you sign any agreement, Kaluma? Unmute. Agreement tulienda hiyo time, tulienda kwa ofisi yake. Juu mamangu na Irene sasa na dad ndio walikuwa wameandikwa kwa hiyo nini. Nani alikuwa anauza hii shamba? Ni Mofan? Ni mimi. Mofan, wewe ndio mwenye shamba? Mimi ndio mwenye shamba. So utoleta agreement nini? So wende wa agreement akina Kaluma, utoleta agreement alafu mfuatana nini? Unaselaje shamba without agreement? Agreement nimekuambia iko. Yes. Okay. So ya pili, mimi kuna question nini? Are you aware mtoto wako alipora Kaluma TV? Hiyo ni kitu sitaongelelea hapa juu yule kila mtu wako hapo. Chris nilimpigia na niliweza kumwelezea venye ilikuwa. Kwa hivyo hiyo mimi hapa siongelelei. Okay, thank you. Yes. Me tamasana mwisho alafu nyamaza swings kidogo tu please. Niruhusu dakika 1 minute. 1 minute. Just even 30 seconds. Please, I beg you guys. Chris, Pastor Frank, be ready. Now. Pastor Frank, be ready. Go on, Don. So, Chris and Swings Mauno, this is very, very important. Tafadhalini, can you guys get Kaluma's family a lawyer when it comes to these land matters? Please. Thank you. All right. Now, tuliuliza mambo ya shamba. Maybe Swings, you can talk about that kindly. Awa niulize maswali ndio nini? Kidogo atulali. Kidogo utauliza. Nasema wacha Swings ajibu ya alafu. Haya, uliza kwanza. Haya. Mimi niko na different opinion kwa sababu naona tukidrift. So mimi niko na a different mind. First of all, Mofam mjua kwa hapa na amesema atapeana sale agreement. Hiyo shamba already kuna dispute saa hii. So kwanza wajue shamba itaandikwa baba yake. Kwa sababu hiyo ndio tulikuwa tumepitisha, si ndio? Ndio alikuwa ameandikwa. So baba aende andikisho hiyo shamba, then Mofam atupatie ultimatum atapata lini hiyo sale agreement as you guys do ile process nyingine ya succession. Lakini Kaluma kuna pali pamoja mimi nitakurunga kidogo. Hapo kwa entitlement kwanza kidogo. Huyu jamaa anaitwa Mofam, mimi hata hatujuani sana. Nimemjua juu yako. Hapa kwa hizi shamba ana tukafanya hesabu 1.2 to 1.5 ni 300,000 more, 300 to 500 kama 200 more. So ni kama unasema alikuzia 500 more than what you agreed. Hata ukifanya hesabu unaona 500, naona amekupea shamba ingine bado. Naona kuna vitu mingi sana amekufanyia, alipatia nyumba utawala. So at least ni vizuri pia kukua appreciative sometime kwa sababu jamani ukweli amekusaidia, amekushikilia. Sasa hapo tu kidogo tu kwa sababu this is like a dad to you na amekusaidia. Ile story nyingine ya shule nilikuwa nauliza juu kuna place nilisoma hao watu uliwa market cause issue nilikuwa naona ni wewe huku au ku market hawasi. So zile agreement ulikuwa nazo na hiyo shule, did you meet them? Unaona hapo, okay?
tuendelee hapo. Wewe andika hizo, wewe andika hapo hivyo, alafu sasa uendelee, because ukimarketia mtu lazima pia uwamarketie. Accountability ya shamba, accountability ya nyumba, hiyo ni given. Hiyo wewe uende mkae chini na Mofam mfanye hesabu ya nyumba, ndio ujue tu kama hiyo do yote ilitolewa ilitumika, na kama hiyo 1 million iliongezewa ina make sense. Thank you XTM. Haya, Swings kindly. So mimi nimekuja kujua hizo mambo ya title. Sawa sawa. Nimesikia vibaya Mofam, kuna kitu tulikuuliza mambo ya title na venye umesema hapa si venye ulituambia. Hiyo ndio imefanya nikarudi hapa. Mofam alituambia hata wengine wenye wamebai hawajapata title, sijui kuna shida ya nini na nini. So venye amekuja hapa akaanza kusema mambo ya sijui ati kina Kaluma wako wameamua nani ndo anafaa aandike kwa title. Hiyo kitu ndio imenifanya nikakuja hapa. Hivyo haikuwa venye alituambia, na mimi napenda kuongea kitu yenye mimi najua. Mauso, tunaongea kuhusu shamba mbili tofauti. Kuna plot na kuna shamba. Zote hazina title. So far so good, si ndio? Plot size kuna title. Watu wataweza pata title zao. Ile shamba yenye haijatoka titles ni the 1 acre. The 1 acre haina title. Yes. Thank you. Kama ni hiyo iko, kama ni hivyo wenye ulisema hivyo sawa sawa. Haya Kaluma. Yes. Same. I want to ask a very simple question. Mofan. Yes. Are you the owner of all this samba ama wewe ni broker? Umejua, because kama wewe the owner you can just Mofam sells land. He has a land company. Maybe you don't know. Oh, sasa now I understand. Okay. Next time kuna vitu kutaka kusema because this guy help you. Mwenye anataka kuongea Swings ama Kaluma. Yes, Kaluma, you can go first, alafu Swings na Frank wataku. Okay. So about nini hiyo mambo ya title, hiyo title ilikuwa imeandikwa Kaluma, me I'm not going there. Mofam amesema mambo ya title atashughulikia na tumesikia. So it's up to Mofam. Kidogo tu. Nataka Mofam juu ameongea story ya title na amesema atashughulikia, mjue ni nani ataandikwa kwa hiyo title. Hiyo title Mofam asiposhughulikia utatuambia. Saa hizi nataka tuambie unataka the way forward. Juu tutashinda back and forth. Nilikuwa hata tukuklarify ilikuwa imeandikwa tu nani dad na mom. It's okay Kaluma. Now whatever Chris is saying is very important. It's fine. And nobody is blaming you Kaluma. Siku kusomea tunakusomea. Now we want to have a way forward. We have spoken kabisa over and over. We want to have a way forward ndio tuweze kukua na conclusion. Kaluma boy, I want you to prepare what you would propose us to do, what you want to say, maybe mambo ya shule na nini. People really want to hear you speak about all those things. So you prepare yourself, no pressure. Na pia atukulimit, you are very ready to speak. You can speak anything. In the meantime, juu tunamalizia guys, wenye wanapanda tusirudi kule tumetoka, tafadhali. Tukitoa point, tutoe point, tukienda mbele ndio tuende tukifika Gashubiri. Francis Wagoko, Frank Mesh, the new people, you can speak. Take a mic. Sawa, habari zenyu nyote. Ndauga jokea ha na nikuje niongee. Nimeona tumekuwa tukichanga kila pahari. Nimechanga, I think hakuna pahari si changangi. Reason being, I believe there is blessing through compassion. Tulikuwa na kesi ambazo zimepita mingi, na tukiangalia so far hakuna yenye imeleta mazao hata moja. So for me, what I want to say is this: MC Chris, MC Estian, Githaiga, Swiss Mauno na ule mwingine ambaye ako hapa, you should now from today mtuambie
kama hizi pesa zitakuwa zinatoka, mtengeneze committee, muwe mnalani pesa nyinyi wenyewe, tunapata solution baadaye. Reason being, tukiangalia kesi kama hapa venye tunafuatilia, tunaongea kuhusu nyumba ambao ya kina Karuma. Na mkiangalia hata picha zenye zinapostiwa, hiyo nyumba si moja, ni nyumba mingi ambazo zimeshikana. Tukiuliza Karuma about their accountability, hana hata yeye mwenyewe. So tukijaribu kufuatilia tutashinda tukirudi nyuma. So the best thing now to do is this. Kabla tufikirie venye hiyo nyumba itatengenezwa, kabla tufikirie venye baba Karuma ataendelea kutibiwa, ni tujue kutoka saa hii wale watu wenye watakuwa natumiwa pesa, you come up with a committee ya TikTok because you are movement. You come up with a committee ambao tutakuwa tunauliza maswali, tukitoa pesa ni akina nani tutauliza maswali. Because right now ni kuchafuriana tu majina. Mimi nitachafua, mwingine atachafua na mwingine atachafua na tutasaidiana. Tukiangalia zile stories zote ambazo tumeangalia kutoka hizo kesi za objection my honor, we can't contribute again na tujue za kwanza zilienda wapi. I'm not talking about skiza askofu. I'm not talking about the Karuma. I'm talking about the, unajua tutaendelea kuchanga. Sasa kuna mwenye tunachangia kuna kansa. Tutaendelea kuchanga. How sure are we kesho tutakuja kesi nyingine hapa ya kansa? Kama tungeangalia ile kesi ya Sheila ya kwanza, sasa tungekuwa na kesi kama hii. That's why we are saying we are solving a problem, tunataka kutafuta solution ya mwisho, because hata sasa tukianza kusema accountability, muende alete receipt ya mawe ya pesa expensive, tutaanza kusema si watu wote wataamini. Tutasema hii mawe itokangi hii pesa, mwingine atasema mchanga itokangi hii pesa. So accountability itatusaidia for now. So what we are trying to say is this: from today henceforth, kutoka hapa na kutoka kwa hii life ya leo, hii next time tusiharibu mtu kama Mofam roho, tusiharibu mtu kama Bishop, tusiharibu mtu kama Chris. Tutoke na committee wenye watakuwa wana govern pesa zikitolewa, na itatoka hapa wenye watakuwa na govern pesa zikitolewa, ili tukikosea, kama ni Chris amekosea, tunachapa Chris yeye mwenyewe. Because kwenye tunaelekea saa hii goja MC, kwenye tunaelekea saa hii, kesho tunapoongea, hata leo kuna mtu anaweza jitolea aseme, juu nimesikia hii kesi, wacha hiyo nyumba iende ikawekwa simit. Ni nani ataorganize? Ni hao mafundi bado tutasema wanaiba? Hawatafanya. Tutasema mwingine apeleke hospitali, nani atampeleka? Hatafanyika. So baadaye tushinde, because we are movement. We are movement na tunaenda mbali. Na tuko hapa tusaidiane sisi wenyewe wote. Let us come up with a committee ambao tutakuwa tunauliza accountability, wanatuonyesha statement, wanatuonyesha receipt, ili watu wajue kuna watu wenye tutakuwa tunauliza kwenye pesa zinaenda. Because hii yenye tuko hapa saa hii ni kuchafuriana tu majina. Hakuna kitu tunasaidia. Kama venye msikilizi amesema saa hii, tutaongea leo, kesho bloggers wana record kesho, waende wachafuria mtu mwingine roho. So kama Mofam amesema atasaidia kesho akitusiwa mambo yako inaharibika. So from today let us ask ourselves, na hiyo ndio swali yenye tutaulizana saa hii. What is the way forward? And the way forward is this: among these people ambao wanaletanga wenye tunasikiza, tunatumia platform ya mskris, akinitumia message ni contribute ninatoa. Githaiga akiniambia ninatoa. Swiss Mauno akiniambia ninatoa pesa yangu bila kujua nani inasaidia. Estian ninatoa pesa yangu kama birthday zenyu tunafanyanga na zinasimama. Wewe Chris, birthday yako pesa yako ishaipotea? Haijaipotea because you have a committee. MC Estian, pesa yako ishaipotea kwa na birthday? Inanga because you have a committee. Why are you